Karibu Pioneers katika jukwaa la taaluma la Official Khudhey Pi Updates. Tunapenda kuwakaribisha katika jukwaa letu, mahali ambapo tunachambua kwa kina masuala ya Pi Network, teknolojia ya blockchain na mustakabali wa fedha za kidijitali. Lengo letu ni kuhakikisha kila pioneer anaelewa mwelekeo wa uchumi wa kidijitali na nafasi ya Pi Network katika kuleta mapinduzi ya kifedha. Ili kuendelea kupata elimu na taarifa muhimu, tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu, like video hii na share na pioneers wengine ili nao wapate uelewa mpana. Ushirikiano wako ni muhimu katika kujenga jamii yenye maarifa na mtazamo sahihi kuhusu mustakabali wa sarafu za kidijitali. Katika video hii, tutachunguza vigezo muhimu ambavyo sarafu mpya lazima iwe navyo ili kuchukua nafasi ya fedha za kawaida kama vile dola. Kisha tutaangazia sarafu ya kidijitali inaweza kutimiza jukumu hili? Na hatimaye, tutaangalia hadhi ya Pi Network katika muktadha huu. Twende pamoja katika safari hii ya maarifa. Kwa sarafu mpya kuchukua nafasi ya fedha za kawaida kama vile dola na kushughulikia changamoto za mfumo wa kifedha wa sasa, lazima iwe na viwango maalum vya msingi ili kuhakikisha uaminifu wa umma, utulivu wa kiuchumi na ufanisi wa matumizi. Katika video hii, kwanza tutachunguza viwango hivyo, kisha tutaangalia kama sarafu ya kidijitali inaweza kutimiza jukumu hili, na hatimaye tutaangazia hadhi ya Pi Network katika muktadha huu. Viwango muhimu kwa sarafu mpya. 1. Utulivu wa thamani. Moja ya matatizo makubwa ya sarafu za kawaida kama dola ni kushuka kwa thamani kutokana na mfumuko wa bei, ambao mara nyingi husababishwa na uchapishaji mkubwa wa pesa na serikali au sera zisizo thabiti za kifedha. Sarafu mpya inapaswa kuwa na mfumo wa kudumisha thamani yake kwa muda, kama vile kuwa na usambazaji mdogo au kuunganishwa na mali halisi, mfano dhahabu au kikapu cha bidhaa. 2. Upokeaji mpana. Ili kuchukua nafasi ya sarafu za kawaida, sarafu mpya inapaswa kukubalika kwa kiwango kikubwa duniani au angalau katika maeneo mengi na kwa watu binafsi, biashara na serikali. Hii inahitaji miundombinu madhubuti ya kiteknolojia na urahisi wa matumizi katika miamala ya kila siku. 3. Ugatuaji na ustahimilivu dhidi ya udhibiti. Sarafu za kawaida ziko katika hatari ya kutumiwa vibaya. Mfano, uchapishaji wa pesa kupita kiasi au vikwazo vya kiuchumi kutokana na udhibiti wa benki kuu. Sarafu mpya inapaswa kuwa iliyogatuliwa au angalau kuwa na mifumo ya kuzuia udhibiti na unyonyaji wa taasisi moja pekee. 4. Uwazi na uaminifu. Mfumo wa kifedha wa sarafu mpya unapaswa kufanya kazi kwa uwazi ili kujenga imani ya watumiaji. Hii inajumuisha sheria wazi za usambazaji wa pesa, miamala na usimamizi wa mfumo. 5. Ufanisi na gharama nafuu. Miamala inapaswa kuwa ya haraka, ya gharama nafuu na ya kutegemewa ili kuchukua nafasi ya mifumo ya sasa ya benki ambayo mara nyingine ni ghali na polepole. 6. Usalama. Sarafu hii inapaswa kuwa na kinga dhidi ya mashambulizi ya kimtandao, ugushi na ulaghai, hasa ikiwa ni ya kidijitali. 7. Ufanisi wa kiuchumi. Tofauti na kiwango cha dhahabu ambacho kilikuwa na ukosefu wa ufanisi kutokana na vizuizi vya kimwili, sarafu mpya inapaswa kuwa na uwezo wa kubadilika kulingana na mahitaji ya kiuchumi yanayobadilika, kama vile ukuaji wa idadi ya watu au migogoro, bila kuathiri uthabiti wake. Sarafu ya kidijitali inaweza kutimiza jukumu hili? Sarafu za kidijitali, kwa kutumia teknolojia ya blockchain, zina uwezo wa kushughulikia baadhi ya changamoto za sarafu za kawaida. Bitcoin, kama sarafu ya kwanza na inayojulikana zaidi ya kidijitali, ilionyesha kuwa mfumo wa kugatuliwa, wa uwazi na salama unaweza kuundwa. Lakini sarafu ya kidijitali inaweza kuchukua nafasi ya fedha za kawaida kabisa? Tuangalie faida za sarafu ya kidijitali. Ugatuaji. Sarafu nyingi za kidijitali kama Bitcoin na Ethereum hazithibitiwi na serikali yoyote au taasisi moja, hivyo kupunguza hatari ya unyonyaji. Uwazi. Teknolojia ya blockchain inaruhusu ufuatiliaji wa miamala hadharani. Usalama. Uhandisi wa kisasa wa siri unazuia uongozi wa pesa na udukuzi. Gharama nafuu. Miamala kwenye baadhi ya blockchain ni ya bei rahisi zaidi ikilinganishwa na mifumo ya benki ya jadi. Changamoto. Mabadiliko makubwa ya bei. Bitcoin na sarafu nyingi za kidijitali zinaathiriwa na mabadiliko makubwa ya bei, hali inayofanya iwe vigumu kuzitumia katika maisha ya kila siku au kama hifadhi ya thamani. Upokeaji mdogo. Biashara chache zinakubali sarafu za kidijitali na miundombinu inayohitajika kwa matumizi makubwa bado haijakamilika. Matumizi makubwa ya nishati. Baadhi ya blockchain, mfano Bitcoin, zinatumia kiasi kikubwa cha nishati kwa sababu ya mfumo wa proof of work, hali inayosababisha changamoto za kimazingira na kiuchumi. Ukosefu wa ufanisi. Usambazaji wa kudumu. Mfano, Bitcoin yenye sarafu milioni 21 pekee inaweza kuzuia ukuaji wa uchumi.
Ili kutatua changamoto hizi, suluhisho kama stablecoins zimependekezwa, ambapo thamani yake inafungwa kwa mali thabiti, mfano dola au dhahabu. Hata hivyo, bado zinategemea mfumo wa fedha wa kawaida na hazitatui tatizo la udhibiti wa kati. Uchaguzi wa sarafu mahsusi. Kwa sasa, hakuna sarafu ya kidijitali iliyo tayari kabisa kuchukua nafasi ya fedha za kawaida, lakini baadhi zina sifa za kuvutia. Bitcoin, kutokana na usambazaji wake mdogo na ugatuaji, inachukuliwa kuwa hifadhi ya thamani. Hata hivyo, mabadiliko makubwa ya bei na kasi ndogo ya miamala ni changamoto kubwa. Ethereum ina uwezo mkubwa kupitia mikataba mahiri, lakini pia inakabiliwa na mabadiliko ya bei na ada za miamala, yani gas fees, zinaweza kuwa ghali. Stablecoins, mfano USDT au USDC, zinadumisha thamani lakini zinathibitiwa na taasisi za kati, hivyo haziwezi kuondoa matatizo ya msingi ya fedha za kawaida. Algorithmic stablecoins, mfano DAI, zinajaribu kudumisha uthabiti kwa kutumia algorithm, lakini bado hazijajaribiwa kwa kiwango kikubwa. Hadhi ya Pi Network. Pi Network ni mradi ulioanzishwa mwaka 2019 kwa lengo la kuunda sarafu ya kidijitali inayoweza kupatikana kwa kila mtu, ikitoa sarafu thabiti na inayofaa kwa matumizi ya kila siku. Lakini je, iko tayari kuchukua nafasi ya sarafu za kawaida? Sifa za Pi Network. Upatikanaji rahisi. Pi inaruhusu watumiaji kuchimba kupitia programu ya simu bila kutumia vifaa vya gharama kubwa, hivyo kuvutia mamilioni ya watumiaji. Lengo la utulivu. Pi Core Team imeeleza kuwa thamani yake itategemea uchumi halisi, yaani bidhaa na huduma, badala ya uvumi wa soko pekee. Mpito kuelekea blockchain. Mnamo Disemba mwaka 2021, hatua ya mainnet ilianza na maendeleo yanaendelea. Manufaa kulingana na viwango. Upokeaji. Kwa zaidi ya watu milioni 60 waliowahi kusajiliwa, ina uwezo wa upokeaji mpana. Ufanisi. Imeundwa kwa miamala ya haraka na gharama nafuu. Uwezo wa kubadilika. Kwa kutumia Stellar Consensus Protocol, Pi hutumia nishati kidogo na inaweza kukua kwa urahisi. Tathmini ya jumla. Pi Network inatoa wazo la kuvutia la kuchukua nafasi ya sarafu za kawaida. Sarafu iliyogatuliwa, inayopatikana kwa urahisi na inayounganishwa na uchumi halisi. Hata hivyo, bado iko katika hatua za awali. Ili kufanikiwa, inapaswa kukamilisha mfumo wake wa kiuchumi, mfano maduka halisi na huduma zinazokubali Pi, kuweka mfumo wazi wa kuhakikisha uthabiti wa thamani, kujenga imani ya umma kupitia utendaji halisi. Pi Network, kwa sifa zake za kipekee, inajitokeza kama chaguo pekee linaloweza kuchukua nafasi ya sarafu za fiat kama dola na kuokoa uchumi wa dunia ulioharibika na kuteseka kutoka katika hali yake ya sasa. Kwa kutumia blockchain yake inayothaminiwa na Stellar Consensus Protocol, Pi Network inachanganya kwa ufanisi teknolojia za kisasa zinazofanana na za Ripple na Stellar, ikitoa miundombinu yenye nguvu, usalama na ugavi wa fedha usio na kitu kingine kinacholinganishwa nacho. Kinyume na sarafu za kawaida zinazothibitiwa na mabenki ya kati na sera za kisiasa zilizozungukwa na mamlaka, Pi Network inawapa nguvu watumiaji wake kwa njia ya ujumuishi kamili na kuzuia udanganyifu na udhibiti wa taasisi. Ecosystem ya Pi Network, yenye zaidi ya programu 100 za kisasa zilizotengenezwa au zikiendelea, imetengeneza mtandao wa uchumi halisi na unaofanya kazi, ambayo inazidi kuwa sarafu ya kidijitali pekee. Kwa zana kama MapOfPi, inayowawezesha watumiaji kupata maduka yanayokubali Pi duniani kote, mtandao huu unaonyesha uwezo wake kama sarafu inayoweza kutumika kila siku. Shughuli za wafanyabiashara wa kimataifa wakitoa bidhaa na huduma zao kwa Pi ni uthibitisho wa kupokelewa kwake kwa vitendo na matumizi ya kila siku. Ni ufanisi ambao hakuna mradi mwingine uliowahi kufikia kiwango hiki. Misingi ya kisayansi na kiufundi ya Pi Network inasaidiwa na majina maarufu kama Dr. Nicholas Kokalis na Chengdiao Fan, wataalamu katika mifumo ya decentralized na mwingiliano wa binadamu na kompyuta kutoka Chuo Kikuu cha Stanford, pamoja na timu ya wataalamu wa uchumi, teknolojia na masuala ya kijamii. Timu hii yenye mtazamo wa kina imebuni si tu sarafu, bali mapinduzi ya kiuchumi ambayo kwa mara ya kwanza katika historia yanachanganya urahisi wa matumizi na usalama na nguvu. Muundo wa Pi Network ni wa kuvutia, unawakaribisha hata watu wasio na ujuzi wa kiufundi kushiriki, huku itifaki za usalama za kisasa zikilinda dhidi ya mashambulizi na udanganyifu, na kufanya mtandao huu kuwa chaguo lisilo na kifani. Pi Network imeanzisha ubunifu ambao dunia haijawahi kushuhudia, si katika sarafu za fiat wala za kidijitali. Kutoka kwa uchimbaji wa nishati wa kiuchumi hadi uundaji wa uchumi halisi na wa decentralized, unaohusiana na bidhaa na huduma za kila siku. Kwa kuondoa wahusika wa kati na ada kubwa za miamala ya kibenki, na kutoa uthabiti wa thamani kupitia ecosystem halisi, si tu dhana za soko, Pi inaweza kuwa mbadala endelevu kwa dola na sarafu zingine za fiat ambazo zimeharibu uchumi wa dunia kwa kupanda kwa bei, madeni makubwa na mizozo ya kifedha.
Katika ulimwengu ambapo mfumo wa kifedha wa kawaida unakutana na ukosefu wa usawa, ufisadi na kutokuwa na utulivu, Pi Network inatoa njia pekee ya kutoka kwa njia ya ujumuishaji wake, uwazi na mtazamo wa mtumiaji. Hakuna sarafu nyingine inayoweza kudai kutoa upatikanaji wa kimataifa, usalama wa kipekee, kukubalika kwa vitendo na msingi wa kisayansi kwa kiwango hiki. Pi Network sio tu sarafu, ni harakati ya kujenga upya uchumi wa dunia inayoweza kuwakomboa wanadamu kutoka kwa minyororo ya mfumo wa kifedha wa leo. Huu ni wakati wa kuchukua hatua. Katika safari ya Pi Network, tumeona jinsi teknolojia ya blockchain inavyobadili mfumo wa kifedha kwa kutoa suluhisho la kipekee kwa changamoto za kiuchumi. Ikiwa bado hujaingia, huu ndio wakati wa kujiandaa na kuelewa thamani halisi ya Pi kama sarafu ya kidijitali yenye matumizi halisi. Tunakushukuru kwa kutazama video hii. Pia hakikisha umesubscribe kwa maelezo zaidi na share video hii kwa pioneers wengine. Tufuatilie kwa updates zaidi, maana mapinduzi ya kifedha yanaendelea na wewe ni sehemu yake.